So Sunday sasa ishafika, nishapigia wazazi, nishawaambia like I need to talk to you both that is mamake na babake. So Sunday mimi asubuhi kitu ya maana ilikuwa kupigia bosi wangu, nikamwambia kama anaweza niongezea siku zingine 3. Bosi wangu ananga issues, so ikakuwa hivyo. Kitu ya pili, I had to extend my ticket from, unajua sana nilikuwa nirudi on Monday saa 7. So I had to make the extension kutoka Monday mpaka Thursday saa 7 sasa. Naelewa. So saa wazazi wakaingia sasa around 12, ilikuwa 12 nikielekea. Haya, so mimi nikawaambia wazazi mimi kulingana venye na feel saa hii na kulingana na zile vitu nimekuwa nikifanya, nyinyi mnajua kama wazazi, mnajua uchungu ya kitu kama hii ka happen. I don't know. Sasa hapa tulikuwa tunaongea kama watu wazima, si kama mtoto na wazazi because I wanted a respectful negotiation, a peaceful one. Mimi nikawaambia sasa, as per for me, hapa tutaenda na laws zangu. Mimi msichana sina shida naye, siwezi mguza, makosa inafanyikanga. Nikamwambia mimi ile kitu nataka since msichana ako na mimba, kitu sitafanya ni kukaa na yeye tena. Kitu sitafanya ni yeye ni akae kwa hii nyumba yangu. So in between hii miezi 4 mpaka ile wakati atazaa, kama atarudi nyumbani ni sawa, kama atarudi akae kwao sasa kwenyu, sasa kwa wazazi ni sawa, mimi sina shida. But kwangu no, kwetu no, mpaka ile wakati huyu mtoto atazaliwa. So mimi kitu nilifanya, msichana mbele ya wazazi wake, kama kuna kitu unajua iko kwa hii nyumba, nataka upoint out, useme hii ni yangu, hii ni yangu, hii ni yangu. Kama utauza uza, kama utabeba beba, mimi sina shida. Na ikakuwa hivyo, msichana akapoint out vitu zake hadi zangu zingine, but as a man nikanyamaza. Okay, umechukua. Haya, ikakuwa hivyo. Mimi nikamwambia wazazi, haya, ako na mimba ni hivi, hatujui ni ya nani hii mimba, kama ni yangu ama ni ya ule kijana. Mimi nikamwambia mimi solution niko nayo. Sidema amekana na akasema mimba ni yangu, of which nikaambia babake ajeke kwa such a situation. Umepata bibi yako na mtu mwingine, alafu in between mimba iko, utakubali mimba ni yako na hauna uhakika kabisa ni yako na ni kitu hata haijazaliwa, naelewa. So msichana akachukua vitu zake akasema hii ni yangu na hii ni yangu, na ikakuwa hivyo. The following day sasa, Monday sasa, mimi vitu zangu nikauza nyumba mzima mimi vitu yangu nikauza. Then nikawaambia since huu mtoi sijui ni wa nani, naweza kuwa naweza sema staki kushughulikia huu mtoi in between 8 months, alafu nipate mtoi ni wangu, unaona guilty ni uwe. So mimi nikawaambia wazazi every month mtoi anapaswa kwenda clinic after every month. So kwa kila mwezi mimi nitakuwa natuma 2,000 akienda clinic, either kama anatumia gari ama boda ama Uber, I don't care, but 2,000 kila mwezi 2,000 iko, na siongezei senti na sipunguzi. So ikakuwa hivyo, tukakuja into an agreement. Msichana akaenda, mimi vitu zangu nikahamisha, na ikakuwa hivyo till now, till date. Mimi natuma 2,000 mpaka ile wakati mtoto atazaliwa, ndio mimi nitachukua majukumu. Why? Nitafanya DNA, tufanye DNA test. Kama mtoto ni wangu, well and good. Sitapotelea majukumu mimi. Nitaendelea na majukumu yangu na ikuwe hivyo. So until now, mkae mkijua mimba, hakuna mtu anajua mimba ni ya nani. Hata mimi niko hivyo, wazazi wetu wako hivyo. Until sasa DNA test ifanyiwe,
na ni mpaka mtoi azaliwe, na tumebakisha like 4 months mtoi akiwa anazaliwa. Sasa hiyo pregnancy iko 6 months. So well, mimi nitaongoja, sina mbio. Mtoi akam fanye test, kama ni wangu well, mimi nalea, sina shida. Mimi sitalea, sina shida. Na kama hata kuwa wangu itabaki kuwa story, itabaki kuwa nilitumika. Na mwingine mwenye ana watch hii kitu, acha niwaambie, mkuwe kini sana na watu wenye mnaita mabibi zenyu. Things happen na hakuna mtu ajuangi. Mimi niliingia kwa hii relationship nikidhania niko mahali safe, I'm safe in terms of emotion wise, money wise. Nikadhania mimi nimepata love of my life, na sikakuwa hivyo. Na nimelearn, we learn from experiences, we learn from mambo mingi sana. Sasa wewe una watch hapa, utalearn from mimi venye umesikia imenihapenia, sawa? So mimi kakuwa hivyo, nikarudi Dubai, nikaanza kazi until sasa niko Dubai, stress free, kadhaa mbili mwisho wa mwezi, hivyo tu. Pesa yangu kwa account ni za DNA, ni miezi 4. Keep it logged, msubscribe hapo, tutajua mtoto ni wa nani. Wagwan.